wengi hawajajua vizuri uwezo wa Mungu, ndio maana wanahangaika. Wengi wamemkatia Mungu tamaa. Nimeomba, nimechoka kuomba. Kuomba watu hawachokagi, watu wanaomba mpaka pumzi ya mwisho. Kitabu cha Luka 18:1 maandiko nasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Maana kuna siku utachoka kuomba, lakini unatakiwa uombe. Kuna siku utakata tamaa kuomba, lakini unatakiwa uombe. Kuna siku utajisikia siwezi kuomba, omba siku zote. Anaposema siku zote, kuna siku utajisikia kukata tamaa. Anakuambia katika mazingira yoyote, katika hali yoyote, kusiwe na sababu ya kukatisha tamaa kuomba. Omba. Hata kama machozi yanakutoka, mwambie bado Mungu nitakuomba. Hata kama sina pesa ya kula, mwambie bado Mungu nitakuomba. Hata kama sina kodi, mwambie Mungu nitakuomba. Hata kama nalala chumba cha giza, Mungu nitakuomba. Hata kama natembea kwa mguu, napanda bodaboda, napanda daladala, hata kama siku zote nitakuomba. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Sio Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Hizi unaweza ukaomba, lakini kuna siku utalazimika usiombe. Yaani mazingira na kufanya usiombe, lakini katika ile siku ndio unatakiwa pia uombe. Siku zote. Siku za machozi unaomba. Siku za kujeruhika unaomba. Siku za kudhulumiwa unaomba. Siku za kuumizwa unaomba. Sipojisikia kuomba, omba. Sikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Kuna siku utajisikia kukata tamaa. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Na naishia hapo. Kuna vitu vitakukomesha kuomba. Leo nina malaria, siombi. Isikuwe sababu ya kukoma kuomba. Omba. Leo nimekorofishana na mtu fulani kazini, sina muda kuomba. Hiyo kukorofishana ndio iwe sababu ya kuomba. Kutoelewana ndio prayer point yako ya kufanyisha uende kuomba. So kuna vitu vitatokea, lakini visikukomeshe kuomba. Omba mpaka vitu vitokee, na vitatokea kwa jina la Yesu. Vitatokea kwa jina la Yesu.